Mwanzoni kabisa mwa hii movie kuna miguu tunaiona inaingia chumbani hapa. Huyu aliingia ndani akaingia kwenye draw pale, mwisho akasachi hela. Baada ya kuchukua hela zile zilionekana bado hazijamtosha, kwa hiyo akahamia upande wa kabati. Pia akaenda kwenye kabati pale akasachi kwenye mkoba na akatoka na kibunda kingine cha pesa. Baada ya kumaliza kufanya tukio lake la wizi akaondoka mle chumbani. Sasa baada ya muda kidogo kuna hii familia imekaa hapa. Wapo wanatizama movie za Mswahili hapo. Mama akaangalia muda na akamwambia binti zake kwamba ni muda wa kwenda kulala. Huyu binti yao mdogo ambaye anaitwa Ada akasema hapana mama, anahitaji kumaliza hichi kipindi kinavutia sana. Bi mkubwa akamwambia hapana, kesho sio weekendi, kesho ni siku ya shule, kwa hiyo wanatakiwa wawahi kitandani kulala ili kusudi kesho wawahi kuamka pia. Huyu mkubwa ambaye anaitwa Angel akasema hata hivyo haina maana, yeye tayari alishatizama hichi kipindi, kwa hiyo ni kama kinamboa tu. Bi mkubwa akamwambia nenda bwana wewe, nenda kitandani kalale huko. Kwa hiyo Angel akaondoka na kabaki Ada. Akaomba kama anaweza kuendelea kuangalia hizo movie za Mswahili. Bi mkubwa akamwambia hapana, aende kitandani. Mzee alimruhusu kuendelea kubaki, lakini mama alisisitiza kwamba kesho ni siku ya shule. Basi kabla hajaondoka, bi mkubwa akamwambia unaondokaje, hujanipiga busu? Akaenda akampiga mamake kiss, baada ya hapo akamkumbatia baba yake. Mpaka hapo unaweza ukaona kwamba hawa wazazi wanampenda sana Ada kuliko ambavyo wanampenda Angel. Zipo sababu, twende mbele tutazijua tu. Haya bana, huyu Ada huaga kilala, kuna ndoto huaga zinamsumbua na akiamka kama hivyo anaamka akiwa anapiga kelele kishenzi, yani kiasi kwamba anamwamsha mpaka ndugu yake Angel. Angel akawa anaamka anamlalamikia, anamwambia si wewe unaomba basi, kama utaki mandoto ya kutisha ni bora wewe unaomba. Akamwambia ndoto imejirudia ni mara ya pili sasa hivi, kuna mtu anamwona anamsukuma kwenye shimo vile. Akamwambia wewe unaomba bwana kuliko kuendelea kusumbua watu wengine kwenye usingizi wao huko. Haya bana, Angel akarudi zake kujilaza pale, na siku inayofuatia asubuhi na mapema mzee alishajiandaa kwa ajili ya kuingia mzigoni, lakini kabla ya kuondoka kuna hela alihitaji kuondoka nazo. Kwenda kucheki kwenye wallet yake hakuna hata 100 mzee, na si kwamba eti anaangalia kwa bahati mbaya kwamba kuacha hela, anakumbuka vizuri siku ya jana aliacha hela kwenye wallet humu. Kwa hiyo akamuuliza mke wake kuna hela niliacha kwenye wallet huko, sasa hivi sizioni na si mara moja nimekuwa sioni hela zangu kwenye wallet. Bi mkubwa akashangaa na maana gani, hajawahi kabisa kusachi kwenye wallet yake. Hata hivyo akamwambia itakuwa umesahau, na kingine kama una shida na hela kuna ambazo nilitoa jana mimi, ngoja nikakupatie. Akaenda kwenye kabati kuangalia kwenye mkoba wake, naye anakuta hela zake zote hazipo. Mzee akawa anamshangaa mke wake tu pale, na akawa anamuuliza kama sio umechukua hela zangu, unataka kuniambia binti zetu umeanza kuwa wezi sasa hivi? Mama akasema hataki kabisa kuamini hilo. Mara moja sana wakawahi chumbani kwa binti zao. Baada ya kufika pale, bi mkubwa kuona mambo mengi, mzee akasema leo atamueleza kama tayari umeanza tabia ya wizi, basi atakuwa disappointed sana na wao. Na kweli mzee akawaagiza wote kutoa mikoba yao. Baada ya kila mmoja kutoa mkoba wake pale, mama akaanza kusachi, na kwenye begi la Ada akazikuta hela. Zile hela ambazo zilikuwa ni za bi mkubwa. Ni mkwanja mrefu kinoma, yani kiasi kwamba mtoto mdogo kama huyu ana matumizi kabisa na hela hizo. Mama pale pale ilianza kumpiga, na kingine akamlaumu sana binti yake. Akaanza kumuuliza tabia ya wizi kaanza lini? Mzee akaja kumzuia mke wake kumpiga binti yake pale, akamuuliza tatizo nini? Akamwambia hela ambazo alikuwa anazitafuta kazikuta kwenye mkoba wa binti yake, lakini hela ambazo aliiba kwenye wallet ya babake bado hajazipata. Mzee pale pale naye akawa amekasirika na akamwambia binti yake kwamba akienda kazini akirudi akute tayari kashatoa hela zake, la sivyo atauona upande wake wa pili na hatapendezwa nao kabisa. Na mzee akamwambia mke wake kwamba anahitaji kienda kazini akirudi akute binti yake kashatoa hizo hela, afanye kila namna mpaka binti yake tu hizo hela. Kweli bana, baada ya mzee kuondoka pale, mama akabaki kumnyoosha sana binti yake, lakini Adamu muda wote alikuwa anasema hajahusika na wizi wowote ule na hajui hizo hela zimefika vipi kwenye mkoba wake. Baada ya muda kidogo tena mama akamfuata. Unajua hata kama binti yake ni mwizi, lakini bado anabaki kuwa mama, na akawa anambembeleza na mwambie niambie hela nyingine ziko wapi, niambie maana babako akirudi akikuta hujanipa hizo hela atakufanya kitu kibaya sana. Adam maskini akasema najua ni kweli kila mtu anamwona mwizi sasa hivi, lakini hajui ni vipi hela zilifika kwenye mkoba wake na hajui ni nani ambaye aliziweka huko, kwa sababu hajahusika na wizi wowote ule. Mama akamwambia yupo disappointed sana na yeye, anahitaji amwambie hizo hela za babake ziko wapi, kama sivyo hizo naira 1080 zilikuwa zinafanya nini kwenye mkoba wake. Akaendelea kusema hajui zilifika vipi kwenye mkoba wake, lakini hii ni ngumu sana kuaminika. Kama si yeye kaiba hizo hela na kuweka kwenye mkoba wake, nani mwingine itakuwa ameiba? Mama akamwambia kashafanya kwa kadiri ya uwezo wake, lakini yeye kashindwa kujisaidia mwenyewe, kwa hiyo anachofanya ni kumsubiri tu babake mpaka atakaporudi. Kabla ile kesi haijakolea vizuri, kuna mtu akaingia jikoni na akajipakulia nyama za kutosha tu. Huwezi amini alibeba nyama zote kwenye mboga, na baada ya hapo akaondoka. Alafu chumbani huko yupo Angel anasoma na yupo Ada anakula. Bi mkubwa naye akaingia pale akamkuta Angel akiwa anajisomea, na akamuuliza je, uli chakula chako umepakua chakula umekiacha dining pale? Akamwambia namaliza kwanza kusoma, baada ya hapo ataenda kula. Na kwa nini uko unafanya project yako wakati Ada anafanya yako yake? Akamwambia oh come on mama, usije kanifananisha na huyo mwizi. Najua utaenda kusema ni vile yeye ana akili darasani, ana perform vizuri, mnamletea zawadi za pana pale, na mimi siku zote huaga na feli. Mama akamwambia sicho alichomaanisha. Baada ya hapo akamua simama ili kuondoka sasa, na akamuuliza Ada je, anahitaji chakula zaidi? Akamwambia hapana. Unaweza ukaona bi mkubwa na mapenzi makubwa sana kwa Ada.
kuliko anavyoonyesha kwa Angel. Kwa kifupi ni kwamba Ada huaga ana perform vizuri sana shuleni, walimu mpaka wazazi huaga wanampenda kinoma yani. Na upande wa Angel, yeye sio mzuri sana darasani, mpaka karudia darasa mara 2 sasa hivi. Angel karudia darasa mpaka mdogo wake ambaye alikuwa nyuma ya darasa lake sasa hivi kamkuta, na wapo darasa moja kwa sasa hivi. Kidogo ameanza kuperform vizuri kwa sababu ndugu yake ipo naye darasa moja, kwa hiyo kuna sehemu huaga anamsaidia sehemu ambazo huaga elewi. Jioni ilipofika, mzee wa familia akawa amewasili nyumbani. Mama akamfuata pale anajishusha na nini, lakini mzee alikuwa na hasira kinoma yani. Mabinti zake wameingia kwenye wizi mkubwa sana sasa hivi, na kingine anaona mke wake ndio sababu, maana yeye ndo mara nyingi huaga anakaa nao nyumbani. Mzee akamwambia niandalie chakula, nitakuja kula sasa hivi. Kweli bwana, bi mkubwa akaondoka pale kuelekea mpaka jikoni kwenda kuandaa chakula cha mume wake. Katika kuandaa chakula pale, si ndo akafika kwenye mboga bwana, kwenda kuangalia kwenye mboga hakuna nyama hata moja mzee, nyama zote zimeondoka. Akawa anajiuliza hili linawezekana vipi? Ikabidi warudie mabinti zake chumbani huko, na akawauliza ni nani kaingia jikoni na kajipakulia mboga yote. Angel akasema mimi nilikuwa busy kusoma, na ukweli ni kwamba mpaka sasa hivi bado sijala chakula changu. Mtu pekee ambaye alikuwa anakula ni Ada. Huwezi amini, mama pale pale akaamini Ada ndo akachukua nyama zote zile na kwamba akajipakulia na akaenda kuzila pembeni labda. Ada akamwambia lakini mama, ulikuja na ukaniona nilikuwa ninaye nyama moja tu, sijaingia jikoni na kuchukua nyama zaidi. Ndio tulikuona ukiwa na nyama moja, lakini upande ambao hatujauona ni wewe ulipoingia jikoni na kujipakulia mboga na mwisho ukarudi hapa. Hapo katikati kuna mengi sana yametokea. Yaani ninachoona kati yenu nyinyi wawili nyote ni kwamba mnajaribu kunivunjia kabisa ndoa yangu. Mama karudi chumbani kwa mume wake huku, na uwezi amini lile likapelekea kabisa wao kuingia kwenye ugomvi. Mzee akaanza kumuita mke wake majina ya ajabu na nini. Mama akamwambia ni sawa, ni makosa binti yao, lakini hawezi kumuita yeye majina ya ajabu kama hayo, hata kubali kabisa. Mzee akasimama akamwambia oya, nipige basi, si ndicho unachotaka kufanya? Nipige alafu nitakuonyesha nani baba wa hii familia. Mambo ambayo yanatokea hapa ndani pasipo kujulikana yaliwafanya wazee kutaka kuingia kabisa kwenye ugomvi, na ndoa yao iliingia kwenye migogoro ya muda. Siku inayofuatia walikuwa wanatoka skuli na wapo wote kwa pamoja wanatembea kuelekea nyumbani. Kuna mwanafunzi mmoja akaja nyuma yao pale na akasema kuna simu ya mwenzao shuleni imepotea, wanahitaji kuwasachi mikoba yao. Angel akagoma na akasema hawezi kabisa kukubali mkoba wake ukasachiwa. Ada akamsisitiza akamwambia kama una uhakika hujaiba mpe akusachi tu. Kwa ile bana, Ada akakubali na akatoa mkoba wake pale. Yule jamaa akasachi kwenye begi kule, lakini hakukuta simu yoyote ile. Kwa hiyo ikabidi kuhamia kwenye begi la Ada. Ada kwa kuwa anajiamini hajaiba cha mtu, akatoa begi lake kwenda kuangalia kwenye begi la Ada pale juu kabisa. Simu ambayo iliibiwa shuleni ipo kwenye mkoba wake. Yule mwanafunzi akasema kwa hiyo kumbe ni wewe ulikuwa mwizi. Akataka kujitetea zaidi, jamaa akaondoka pale. Angel akamwambia siwezi kuamini umeniaibisha tena shuleni, kila mara nikitembea na wewe unaniaibisha tu. Kwa hiyo akamwacha ndugu yake, mwisho akatembea kuelekea zake nyumbani. Lakini Ada mara zote huaga nakataa makosa ambayo yanatokea. Hapa simu imekutwa kwenye mkoba wake na bado kaendelea kukataa ya kwamba hajahusika kabisa kwenye wizi wa simu. Baada ya wao kufika nyumbani, bado Ada alikuwa na msongo wa mawazo kinoma yani. Anajiuliza simu iliwezaje kuingia kwenye mkoba wake? Mara ya kwanza ilikuwa hela, sasa hivi imekuwa simu tena. Angel akawa anamwambia usiweke uso wako kama hivyo, mama atakusanukia. Jitahidi kidogo kuwa na furaha kama ni kweli umeiba, lakini jitahidi angalau kuwa na furaha, mama ataanza kukuhisi vibaya. Na kingine akianza kuuliza, mimi nitashindwa kujizuia na nitamwambia, kwa hiyo weka sura yako iwe imechangamka. Angel leo alijifanya mwema sana kwa ndugu yake, na mara zote waga anamuonea hivi the way ana perform vizuri darasani, anavyoletewa zawadi za hapa na pale, wazazi wanavyompenda. Hicho ndicho kitu kikubwa ambacho kinampaga sana wivu. Sasa leo kumsifia kama hivi si kawaida kabisa. Siku ile ile jioni akaja mwalimu ambaye anafundisha shule ya kina Ada, na kaja hapa nyumbani ana taarifa muhimu. Huyu mwalimu anaitwa Miss Juliet. Bi mkubwa akamuuliza je, nikuletee kinywaji? Akamwambia hapana, hata maji leo hahitaji. Akaanza kumwambia mwanafunzi ambaye shule huaga inamwangalia kama mfano wa kuigwa kaingia pabaya sana. Mama akawa anashangaa kaingia pabaya kivipi kwani? Akamwambia mwanafunzi wanayemwongelea ni Ada, kajihusisha na wizi. Leo kakutwa ameiba simu ya mwanafunzi mwenzake. Mama akashtuka pale, na akikumbuka siku za hivi karibuni binti yake kaanza kubadilika kwa kiasi kikubwa kinoma yani. Kaanza kuwa mwizi wa hela ndani, kaanza kuwa mwizi wa mboga, na leo tena kaiba shuleni. Uwezi amini alikosa nguvu kabisa kukataa lile. Na mwalimu akasema ndio hizo habari alikuwa nazo tu, lakini anahitaji akanyosha tabia binti yake, maana ndio binti ambaye anaongoza mara zote shuleni, na yeye mara zote ndio huwa anachukuliwa kama mfano wa kuigwa pale shule. Bi mkubwa akatoka pale na akaingia chumbani kwa binti yake akambamiza kinoma yani, na kingine akawa anampiga huko akiwa anajutia sana moyoni mwake. Anajiuliza akakosea wapi kwenye malezi mabinti zake, mbona kaolea vizuri sana. Leo inawezekana vipi moja kati ya mabinti zake anaanza kuwa mwizi wa hovyo tu, tena tabia ikiwa imebadilika ghafla sana. Mama alikuwa anapiga mpaka analia maskini, maana kutarajia kabisa watoto wake kuwa wezi. Leo binti yake mmoja kaanza kuingia kwenye tabia za wizi, tena anaiba kama hivyo, anakataa kabisa hajahusika. Ada alijikuta analia peke yake maskini kwa machungu anayopitia, lakini mara zote alisema hajahusika kwenye wizi. Ndugu yake ambaye ilipaswa awe ndo anamfariji ndo akawa anampa maneno mabaya kinoma yani, na kingine akawa anamuuliza sijui kabisa kwa nini umeamua kuchagua hii karia ya kuwa mwizi. Ada akasema ataomba huyo mwizi wa kweli siku moja akamatwe.
Akaambia utaomba wapi wewe? Au jua watu wote huaga tupendi wezi. Hakuna hata mtu mmoja anaipenda mwizi. Kwanza ngoja niondoke hapa maana sehemu yote inanuka mwizi. Habari zikamfikia baba wa familia na akamwita binti yake pamoja na mke wake. Mama akawa anamuomba, anamwambia usimpige tena maana tayari nishampiga. Akamwambia ndio, naona tayari umeshampiga. Na hivi ndivyo ambavyo unakuza watoto wezi, si ndio? Unashindwa kuwapiga vizuri, kuweka kwenye mstari unaotakiwa mpaka wanaanza kuiba vya watu shuleni huko. Na pia akaanza kumuuliza, wewe Ada, ni nini ambacho umekosa hapa nyumbani? Wewe na dada yako nimewanunulia kila kitu. Kama ni simu tayari nilishawanunulia nyote wawili. Leo kwa nini umeiba simu ya mwanafunzi mwenzako shuleni? Ilikuwa ina uspecial gani zaidi ya kwako ambayo nimewanunulia nyote na dada yako? Ada akawa anamwambia baba, na alimbamiza bao la nguvu pale na akamwambia usije katu ukapia kwa uongo. Usije tena ukapia mbele yangu kwa uongo. Mama akamzuia na akaanza kumbembeleza binti yake pale. Unajua baada ya yote siku zote mama anabaki kuwa mama bwana. Mzee alishindwa kujizuia, mwisho akaondoka pale, lakini hakupendezwa kabisa na tabia ya binti yake kuanza kuiba. Mama ndo akaanza kumbembeleza tena binti yake pale na nini maskini, maana kanaonekana kama kana hatia kabisa. Ndugu yake Angel kama kawaida akaja na kingine akaanza kuongea vibaya sana kuhusu ndugu yake. Si unajua na wivu juu yake. Ndugu yake ni mdogo lakini kamzidi sana maarifa. Usiku ule mama akaenda kuongea na mume wake na akawa anamshawishi kwamba inabidi watafute mtu wa kiroho kwa ajili ya kumsaidia binti yao. Mzee akamsikiliza mke wake na pointi zake pale. Baada ya kumaliza kuongea akamwambia nataka uingie kiroho sasa hivi. Ni sawa, wewe nenda kiroho. Mimi nitaenda physically. Yaani akiiba mimi namkunguta. Alafu wewe nenda kiroho. Tukizichanganya hizo kwa pamoja na imani atanyoka kabisa. Mama akashangaa lakini tumeshakubaliana tunaingia kiroho. Akamwambia ndio, mtoto kiafrika bila kumnyosha physically pia huwezi kabisa kumnyosha. Kwa hiyo nenda kiroho, mimi nitaenda physically. Kwa lile kosa lake la wizi, mzee akamzuia kabisa kwenda shule. Leo asubuhi alishajiandaa kwa ajili ya kuingia skuli, mzee akamzuia kabisa kwenda skuli. Akamwambia Angel atangulie kwenye gari, naye atamfuata kwenye gari, alafu Ada akawafungulie geti. Kwa ile akafanya hivyo kama babake alivyoagiza, akaenda akafungua geti, mzee akaondoka na Angel kwa ajili ya kwenda skuli. Naye akarudisha zake miguu ndani huko. Hakuruhusiwa kabisa kwenda shule. Mzee alisema mpaka atakaponyoosha tabia yake ndipo atamruhusu kwenda skuli. Unakumbuka mama alisema atamtafuta mtu wa kiroho. Sasa akamtafuta mwanasaikolojia mmoja kwa ajili ya kuongea na binti yake. Huenda labda anaiba muda mwingine akumbuki. Kwa hiyo akamuita pale na pia akamuita binti yake. Yule mama akaanza kuongea na Ada pale. Akamwambia nahitaji uniambie kila kitu. Akamwambia nitakwambia kila kitu lakini siwezi kukwambia kitu ambacho sijakifanya. Mimi sijahusika kwenye wizi wowote ule. Baada ya maongezi kidogo, yule mama akawa anaondoka na bibi mkubwa ndo akawa anamsindikiza pale. Yule mwanasaikolojia akasema kiukweli anaweza kumhakikishia kwa 100% binti yake hajiba chochote kile. Na kama itakuwa ndo mwizi, basi itakuwa ni mshapu sana kwenye akili yake. Maana itakuwa akajua kutengeneza kweli uongo. Lakini macho yake anavyoongea anaonekana kabisa hana hatia jambo lolote lile. Mama akawa anajiuliza kama ni hivyo hajaiba vya mtu, kwa nini mara zote huaga nakutwa na ushahidi? Ni sawa ndio huenda ikawa hajaiba. Kwa nini mara zote huaga nakutwa na ushahidi kwenye mkoba wake au sehemu yoyote ile, lakini vitu vyote nakutwa ni yeye? Hii ilizidi kumuumiza sana kichwa aisee. Asielewe binti yake kimempata nini siku za hivi karibuni. Angel siku hiyo alipotoka skuli akaanza kumlaumu ndugu yake kishenzi pale. Anamwambia shuleni kila mtu ananyoshia mimi kidole tu ya kwamba dada yangu mwizi, dada yangu mwizi. Hivi unajua aibu leo nisababishia wewe? Ada akamwambia najua yote unadanganya. Na kingine nimeshaanza kukuhisi vibaya wewe. Kama hiyo ingekuwa inatokea kweli kwamba watu wanakunyoshia kidole hivi na hivi, niamini mimi, ungekuwa hapo unasherehekea kabisa, lakini usingekuwa umekasirika kama hivi. Ada alianza kumhisi ndugu yake huenda ndo anamfanyia mipango mibaya kama hii. Kwa vile siku zote huaga mpendi, kamzidi maarifa. Darasani ndo anaperform wa kwanza, alafu upande wa Angel anarudia mpaka kamkuta darasa. Kwa hiyo anajua kabisa ndugu yake huaga mpendi. Siku inayofuatia Miss Juliet yule teacher akawa amewasili tena hapa nyumbani. Na amekuja akawa anauliza kwamba kwa nini Ada hajafika shuleni siku ya leo. Mama akamwambia mume wake kamzuia na akasema hawezi tena kuja shuleni mpaka amebadilisha tabia yake. Maana akiendelea kuja skuli ataendelea kuchafua jina la babake siku baada ya siku. Na ili ujue Angel anadanganya kwamba eti wanafunzi wenzake huaga wanamzomea sana shuleni, kumnyoshia kidole kwamba dada yake ni mwizi. Leo mama akamuuliza teacher, "Je, ni kweli Angel mara zote huaga wanafunzi wanamnyoshia kidole kwamba dada yake ni mwizi?" Teacher akasema hapana, anachojaribu kufanya sasa hivi hili jambo lisije likamfikia principal. Maana likija kumfikia mkuu wa shule, basi Ada anaweza kabisa akafukuzwa shule. Hey, mama akazidi kuchanganyikiwa zaidi pale. Anyway, pia akasema ataongea na mume wake, angalieni kwa namna gani Ada atarudi shuleni. Mwalimu akasema Ada ni mwanafunzi ambaye shule inamtegemea na kuna mashindano yameandaliwa hivi karibuni, mashindano ya kimkoa, inatakiwa Ada ndo aende kuwakilisha shule. Unaweza ukaona ni kwa namna gani Ada ni tegemeo pale shuleni. Huwezi amini mpaka shule inamtegemea katika mashindano ya kitaifa. Na kikosa kuja shule, basi walimu wanamfuata mwenyewe mpaka nyumbani kujua Ada na tatizo gani. Basi bana, baada ya Miss Juliet kusema hayo, ikawa ni muda wake wa kuondoka. Mama ikabidi amfuate binti yake kule na akamuelezea kuhusu ile mashindano, na kingine akamwambia yeye ndo kachaguliwa kwenda kuiwakilisha shule. Ni vyema akaenda kuomba samahani kwa baba yake, akubali makosa yake, na kingine ya pia kabisa hatorudia hayo makosa. Akaambia ndio ataenda
kuongea na baba yake, lakini hawezi kukubali makosa ambayo hajayafanya. Ada anasema hajahusika kwenye wizi wa jambo lolote lile, ni aidha anakuwa sehemu mbaya katika wakati mbaya au kuna mtu waga anamtegea mitego, lakini alikana kabisa kuhusika na jambo lolote lile la wizi. Kweli bana, akamfuata mzee wake akaenda akaomba samani, na kingine akawa anamwambia babake kwamba asije akamnyima haki ya elimu. Ni jambo ambalo linamuumiza sana, lakini kwa nini wewe na mamako mmeamua kuniaibisha na kulichafua kabisa jina langu baba? Lakini mama hahusiki popote katika mambo ambayo yanatokea hapa nyumbani. Mzee akamwambia nimekusikia, simama hapo na uondoke. Ada ndio alikuja kuomba rudi skuli, lakini hakukubali kabisa hayo makosa. Anasema hawezi kukubali makosa ambayo hajayafanya, ya kwamba akubali ni mwizi ikiwa anajua hajaiba chochote cha mtu. Miss Juliet pia alipata muda kuja kuongea na babake na Ada akawa anambembeleza sana mzee. Mzee akamwambia mna uhakika gani ya kwamba binti yangu akirudi hapo skuli hatuenda tena kuiba cha mtu? Na akaendelea kulichafua jina langu, nikaendelea kuonekana mbaya zaidi. Teacher akamwambia pia unapomzuia kuja skuli jina la shule litakwenda kuharibika, maana yeye ndo mwanafunzi tegemeo katika hayo mashindano na anahitajika sana kufika shule. Mzee akaendelea kusisitiza maamuzi yake ndo hayo bwana, binti yake hawezi kuja shule mpaka amebadilisha tabia yake, aache kabisa tabia za wizi. Usiku wa siku hiyo Ada akiwa anajisomea akaingia ndugu yake Angel pale, na kingine akamwambia unajua nini, hutokwenda kabisa kwenye hayo mashindano. Akamwambia ngoja nikupe habari moja, kwenye hayo mashindano nitakwenda na hakuna mtu yoyote kunizuia, na kesho asubuhi na mapema nitaingia skuli. Mama kashaniambia kila kitu, si wewe wala si mtu yoyote kunizuia kwenda skuli. Angel akamshangaa ndugu yake, akamuuliza unanijibu mimi kama hivyo? Ada akamwambia ndio, nimechoka siku zote kujifanya bubu. Huwezi amini, Angel alimbamiza bao la nguvu kishenzi pale. Ndugu wawili wakaanza kuingia kwenye ugomvi wa kupigana. Angel mara zote waga anapenda kumtamkia mwenzake maneno mabaya, lakini akitamkiwa moja tu anawaka hasira kama hivyo. Ni kweli hata kama ni mkubwa, lakini hakupaswa kabisa kumtamkia ndugu yake maneno mabaya kama yale. Ni kisa na wivu juu yake, mwenzake anapendwa sana na wazazi, na kingine mwenzake ana akili kinoma yani. Asubuhi ya siku inayofuatia akawa ameshajiandaa fresh kwa ajili ya kuingia skuli. Mzee akashangaa na akamuuliza Ada unaenda wapi? Angel akamwambia utia nini baba? Ada akaniambia nakwenda shule na hakuna mtu yoyote wa kumzuia, si wewe, si mama wala si mimi. Akamwambia pana baba, sikusema hivyo. Mzee akamwambia rudi ndani huko. Kwa hiyo akaondoka na Angel peke yake kwa ajili ya kwenda shule. Ada akarudi tena ndani aisee. Miss Juliet, mwalimu wa shule ya kina Ada, hakukauka kabisa kuja nyumbani kwa kina Ada. Bado aliendelea kumsisitiza bi mkubwa mwanae inatakiwa arudi shuleni kwa ajili ya kwenda kuiongoza shule kwenye mashindano, la sivyo wana imani hakuna mwanafunzi mwingine yeyote yule ambaye ataifiti hiyo nafasi ya Ada. Kwa hiyo wanamhitaji sana arudi shule. Akiwa pale Miss Juliet pia aliomba maji. Bi mkubwa akamuita Ada na akaenda akamletea mwalimu wake maji hapo. Baada ya kumletea yeye akawa ameondoka. Bi mkubwa pamoja na mwalimu wakawa wamemaliza kuongea pale, wakawa wanasindikizana nje huko, lakini kabla ya kuondoka mama akamwambia amesahau mkoba wake ndani huko, kwa hiyo urudie kwenda kuangalia pochi, na simu iliyokuwa ndani ya pochi haikuwepo kabisa, tayari imeshachukuliwa. Mama akikumbuka ambaye alimuita kuja hapa chini ilikuwa ni Ada, kwa hiyo akamuita na akamuuliza simu ya mwalimu wake iko wapi, na akamwambia mama please, kwa kuwa nimemletea maji imaanisha kwamba nimekuja nikachukua na simu yake pia, kwa hiyo simu yake ipo wapi? Nini kimetokea kwenye simu? Mama sijui ambacho kimetokea kwenye simu ya mwalimu. Miss Juliet pia akawa anamuomba, akamwambia mimi ni mwalimu ambaye huaga nakupenda sana pale shule, nisaidie simu yangu tafadhali na taarifa zangu muhimu. Mama akamuita Angel naye akafika pale. Angel akasema mara zote huaga yeye ndo mwizi na ana uhakika kabisa dadake ndo kaiba simu, maana mwizi kwenye hii nyumba si mtu mwingine zaidi ya Ada. Mama akaunganisha nao mpaka chumbani kwao huko, lakini aliitafuta kila kona bila ya kuipata kabisa, na akamwambia mabinti zake wote kwamba anahitaji wakampatie hiyo simu, la sivyo utauona upande wake mwingine mbaya, yani atawakung'uta wote bila kuangalia usoni. Mama akarudi ndani, huzuni ikawa imemjaa mara mbili maskini. Anakumbuka kawalea mabinti zake vizuri, hajawahi kuwalea katika wizi. Leo mabinti zake wameanza kuwa wezi. Alianza wizi wa nyumbani kwa kuiba hela, akaanza kudokoa mpaka mboga, kaiba simu ya mwanafunzi mwenzake, leo kaiba simu ya mwalimu wake, mwalimu ambaye huaga anamtetea sana shuleni, na mwalimu anayempambania kila siku kuja shule kwa ajili ya kuongea na wazazi wake ili yeye arudi shule. Leo bi mkubwa anaona kweli binti yake anakuwa na uwezo wa kumwibia mpaka huyu mwalimu kweli. Mama akiwa katulia zake chumbani hapa, akaingia binti yake ndani Angel, kabeba ile simu na pia kuna vicheni vya gold kavibeba. Akamwambia mama yake kavitafute vitu na kavikuta kule chumbani kwao. Ana imani kabisa dada yake Ada ndo alihusika kwenye wizi. Hii ni simu ya yule mwalimu Miss Juliet. Bi mkubwa alishangaa kinoma ise. Angel akaendelea kusema nilikwambia mama, dada yangu ni mwizi mhalifu, inatakiwa mumuue kabisa ili kumaliza ile janga. Mama kashangaa unasema nini wewe? Na akamwambia aondoke chumbani kwake. Angel akasema ni sawa ataondoka, lakini hatamwambia mtu yoyote yule, atajifanya kama ile limepita tu ili babake asije akajua, maana akija kujua basi ana uhakika kabisa ni lazima atamuua Ada. Na Angel anaongea hivyo anamaanisha ya kwamba dada yake wamuue kabisa. Anyway, baada ya muda mzee wa
familia akawa anaingia nyumbani. Na wote nini sasa? Angel akamfuata na akamjulisha taarifa zote zile ya kwamba teacher alikuja hapa nyumbani na kabla ya kuondoka simu yake ikaibiwa na kaenda kutafuta chumbani kwake kaikuta Ada akiwa ameificha. Mzee akaingia pale chumbani kwa mke wake akiwa na hasira kishenzi yani. Na akamuuliza, "Je, upo salama?" Akamwambia, "Ndio nipo salama." Akamuuliza, "Je, kila kitu kipo sawa?" Akamwambia, "Ndio, kila kitu kipo sawa." Akamuuliza, "Una uhakika kila kitu kipo sawa?" Bi mkubwa akajibu, "Ndio, ana uhakika." Akamuuliza, "Mpaka lini utaendelea kunidanganya wewe? Binti yako leo sikaiba simu ya mwalimu na Angel kakuletea hapo. Angel tayari kashaniambia kila kitu." Mama mwenyewe akashangaa. Angel alisema atakwenda kumwambia baba yake ili kuepusha ugomvi wa Ada pamoja na baba. Sasa imekuwaje tayari kashaenda kufunguka kwa baba yake? Angel kuishia tu pale, akamfuata dada yake akaendelea kumzomea huko ndani na nini. Akamwambia, "Utea nini sasa? Vitu ambavyo uliiba ukavificha nimevipata na nimevipeleka kwa mama." Akamwambia, "Kwa uhakika mimi sikuiba chochote cha mtu, na kingine kama umevipata wewe ndio ulivichukua kwa sababu sijui hata vilikuwa wapi." Mama akaingia pale ndani akakuta ugomvi wa ndugu wawili hawa, na kingine akamwambia, "Njoo, ni muongo sana. Uliahidi kwamba utamwambia baba yako, tayari umeshamwambia." Aliumia maana mabinti zake ambao walipaswa kusaidiana ndio wameingia kwenye ugomvi, na kingine Angel ampendi kabisa ndugu yake. Hata kama ndugu yake mara kadhaa huaga anajaribu kumuonyesha upendo, lakini yeye hajali kabisa. Leo mzee akawa ameiweka familia nzima kikao, na kingine akawa anasema kwamba tabia binti yake na kuelekea ni pabaya sana. Anahitaji kumrudisha kijijini akakae na mama yake. Ana imani mtu yote atakayekaa na mama yake ni lazima tabia zake zinyooke, na kama hazitonyooka basi ni kwamba hazitanyookaga sehemu yoyote ile, lakini atamrudisha kijijini akakae na mama yake. Bi mkubwa alikuwa amekubaliana naye katika kila kitu, lakini akamwomba jambo moja la mwisho. Kabla binti yake hajarudi kijijini, anaomba mruhusu basi akafanya mitihani yake ya mwisho kabla ya kuingia likizo, na akafanya na huo mtihani wa mashindano pia, mashindano ya kishule. Mzee akajibu ndio, hilo ndilo jambo moja la mwisho. Atamruhusu binti yake akaenda akafanya hiyo mashindano, na baada ya hapo ataelekea kijijini. Angel akawa anashangaa, lakini baba ukutakiwa kumruhusu. Mzee akasimama, bwana, maamuzi yake yamesimama kama hivyo. Ada atakwenda kufanya huo mtihani na baada ya hapo atamrudisha kijijini. Angel akamfuata ndugu yake chumbani huko na alimkuta anachekelea kishenzi. Akamwambia, "Sitaruhusu kabisa ukaenda kwenye hayo mashindano." Akamwambia, "Dada, nitakwenda kwenye hayo mashindano, nitashinda, na utia nini sasa? Huko kijijini utakwenda wewe kwa sababu sijawahi kuiba chochote cha mtu." Angel naye akamwahidi akamwambia, "Hutofanya hayo mashindano. Tuangaliani hatua zetu. Tuoni ni nani ambaye atashinda katika hili." Kweli mzee, asubuhi ya siku inayofuatia wakawa wameshajiandaa fresh kwa ajili ya kwenda skuli, lakini Angel alikuwa yupo fumudi kishenzi yani. The way mama yake anavyompa ndugu yake maneno matamu hapa na pale, haya maneno yeye huaga hayapati kabisa. Ndio kitu ambacho kinazidi kumuumiza siku baada ya siku. Baada ya pale, bi mkubwa akawaruhusu mabinti zake wote kuondoka kwenda shule. Lakini swali lingine linakuja. Kwenye hii nyumba, shuleni na popote pale, ni nani ambaye huaga anahusika na wizi wote ule? Maana mara zote huaga tunaona miguu, tunaona mikono, na Ada mara zote huaga anakana kuhusika na wizi wote ule. Kama si yeye, ni nani ambaye atakuwa anahusika na wizi wa kila kitu? Maana the way anavyoongea kwa uchungu, anavyoongea na wazazi wake kwamba hajaiba, ni kweli kabisa anaonekana hana hatia. Lakini kama si yeye, ni nani ambaye atakuwa anaiba? Ile siku akaenda shule na mida jioni ikawa ni muda wao kurudi nyumbani. Sasa akaingia nyumbani Angel peke yake. Bi mkubwa akamuuliza, "Ndugu yako yuko wapi?" Akamuuliza, "Ndugu yangu?" Akamwambia, "Yeye nao, unamaanisha nini kusema ndugu yako? Ndugu yako yuko wapi? Imeondoka asubuhi kwa pamoja." Akamwambia, "Lakini nilijua tayari kashafika nyumbani, maana aliondoka kabla yangu. Aligoma kabisa kunisubiri. Au labda kaenda kwa marafiki zake, maana watu walikuwa wanamnyoshia kidole ya kwamba yeye ni mwizi. Huenda labda kashindwa kuja nyumbani, analia barabarani huko. Aha, au kingine itakuwa kaenda kwa boyfriend wake." Mama akamuuliza, "Unataka kuniambia dada yako anaye boyfriend na ambaye hujawahi kabisa kuniambia?" Akamwambia, "Come on mama, so kila kitu nitakuwa nakwambia. Mambo mengine huaga namfichia dadangu siri." Huwezi amini, ilipita muda mrefu sana bila ya Ada kurudi nyumbani. Mama akawa anaingia na kutoka nje kama chizi vile. Haamini kabisa binti yake itakuwa kaenda wapi, na kwamba eti Angel akamwambia naye boyfriend, ndio jambo ambalo lilikuwa lazidi kumchanganya kichwa chake. Baada ya muda kidogo akawa amemuita mwalimu. Mwalimu baada ya kufika nyumbani pale akawa anamuuliza binti yake itakuwa kaenda wapi. Teacher akasema binti yake aliondoka na ndugu yake Angel, wakawa wanakuja nyumbani. Mama akasema lakini Angel anasema ya kwamba dada yake alimwacha akaondoka peke yake. Teacher akasema ni uongo na anaomba muitie huyo Angel. Angel akafika pale, teacher akaanza kumuuliza, "Kwa nini umedanganya kwa mama yako ya kwamba dada yako aliondoka peke yake ikiwa niliwaona wawili mkiwa mnaondoka?" Akasema ndio, tuliondoka kwa pamoja. Baada ya kufika mbele kidogo akaamua kuondoka, akapita na njia zake. Akamwambia kingine ulichodanganya ni kwamba umesema wanafunzi wanamnyoshia kidole ya kwamba wanamsema yeye ni mwizi. Nitajie jina la mwanafunzi, kesho asubuhi na mapema atakwenda kufukuzwa shule. Angel alikosa maneno ya kuongea pale, maana kila kitu ambacho alikuwa anaongea ni uongo hapo. Wakachukulia labda ni wivu wa kawaida wa ndugu. Baada ya pale teacher akaondoka. Angel akiwa amejituliza zake ndani hapa, akamwona ndugu yake anaingia. Huwezi amini, ilishtuka ni kama akaona mzimu vile, na akawa anasema haiwezekani, haiwezekani kabisa. Mama naye akashangaa, huyo analia nini? Akasema huyu ni mzimu, haiwezekani wewe umefika nyumbani hapa. Mama akawa
anamuuliza ulikuwa wapi? Akasema alikuwa shuleni, kuna mambo kidogo alikuwa anajisomea. Lakini bado Angel aliendelea kusisitiza kwamba huyu ni mzimu. Kwa nini Angel anamsemea ndugu yake kwamba ni mzimu? Hizi zilikuwa zioni habari nzuri kwake kwamba ndugu yake karejea nyumbani, lakini kwa nini analia kama hivi? Na Ada walionekana kuwa tofauti sana. Baada ya kuingia ndani, bado Angel alisema hawezi kulala kitanda kimoja na mzimu. Leo hamuiti hata kwa jina lake, anamuita kwa jina la mzimu. Ada akamwambia, nisikilize, sasa hivi mimi nipo huru. Muda wote ulikuwa unanitesa, huu ni muda wa wewe kuteseka. Angel bado aliendelea kupiga konga pale mpaka bibi mkubwa tena akaingia chumbani. Na akashangaa binti yake kinampata nini? Huwezi amini alishindwa kuhandle peke yake, akatoka mbio kwa ajili ya kumfuata mume wake. Ada anamaanisha nini kusema kwamba sasa hivi ipo huru na kwamba hatoteseka tena kimwili? Angel alikuwa anakimbia huku na kule ni kama kachizika vile. Wazee wakawa wanajaribu kumzuia pale. Walimbembeleza sana kwa muda mpaka Angel akapitiwa kabisa usingizi. Baada ya kumbembeleza Angel na kutulia mpaka kulala kabisa, mama akaingia tena chumbani kwa mabinti zake. Ada bado alikuwa zake yupo busy kusoma. Mama akaanza kuongea naye, akawa anamuuliza nini tatizo juu ya ndugu yake. Akamwambia hata hivyo yeye mwenyewe pia ajue, lakini anaomba atambue kwamba hajawahi kuiba chochote kile cha mtu na anaomba msaidie kumwambia baba hivyo pia. Mama akamwambia ndio, lakini ni ngumu sana kwa baba yako kuamini kwamba wewe sio mwizi. Ndio mama, ni ngumu kwa baba kuamini, lakini naomba wewe uniamini ya kwamba sijawahi kuiba chochote cha mtu, na kingine naomba utambue kwamba mamangu hujawahi kufeli kabisa kwenye malizi yako, na siku sio nyingi nitakwenda kumjua mwizi halisi ni yupi. Mama akawa anashangaa binti yake ni kama kabadilika vile, maneno anayoongea, the way anavyoongea. Akamwambia ni muda wa kulala sasa, acha kusoma hapo, utaendelea kusoma kesho. Machozi akaanza kumtoka Ada pale. Akamuuliza kwa nini unalia? Akamwambia mna tatizo, ila nakupenda sana mama, hujawahi kufeli kabisa kwenye malizi yako. Ili zidi kumchanganya zaidi bi mkubwa, na akamfuata mume wake akamwambia kwamba haielewi mabinti zake nini kinawapata, wameanza kuakti kiajabu hivi na hivi. Huyu mmoja analia akisema kaona mzimu, huyu mwingine kuna maneno akamwambia ilitakiwa furahia hayo maneno, lakini the way ambavyo alikuwa anatamka yanamfanya ajisikie vibaya na moyo wake kumuuma sana. Asubuhi ya siku inayofuatia wakapata ugeni, ni polisi pamoja na Miss Juliet. Miss Juliet amekuja analia kishenzi, na polisi akawa anawaambia kwamba wamefanikiwa kuutambua mwili wa moja kati ya mabinti zao. Mzee akashangaa binti yupi huyo, maana mabinti zake wote wapo ndani wamelala. Miss Juliet akasema ni mwili wa Ada. Ada amekuta kwenye jengo bobo, amefariki huko. Hii mama ikabidi awahi chumbani kwa binti yake kule. Kweli akakimbia pale kuelekea chumbani kwa binti yake, na baada ya kufika huko kuna barua aliikuta pale, lakini mwili wa binti yake haukuwepo hapo kabisa. Akaanza kuisoma ile barua. Barua ilikuwa inasema kwamba na imani kwa sasa hivi mtakwenda kumjua mwizi halisi ni nani. Yeye alikuja hapa kama kuaga tu, na hiyo ndio ilikuwa safari yake ya mwisho. Mama ndipo hapo kamini binti yake imefariki. Mzee akarudi chini analia kishenzi. Ile kurudi chini analia pale, pia Angel akawa ameamka bado anaendelea kupiga wangi tu. Anasema anamuona Ada, lakini kwa sasa hivi watu wakawa hawamuoni kabisa Ada. Yeye ndo akawa anamuona peke yake. Ada akamwambia utakwenda kufa kifo cha maumivu sana kama ulivyonisababishia mimi mauti. Akaendelea kusema nisamee jamani, nitakwenda kukiri kila kitu. Watu wakashangaa atakwenda kukiri nini? Akaanza kusimulia pale. Kwanza kabisa akasema yeye ndo ambaye alimuua Ada. Kila mmoja mdomo wazi pale, mwalimu, wazazi mpaka polisi, wote walishangaa usemeni kusikia wanachokisikia hapo. Akaanza kusimulia pale. Anasema wazazi wake ndo sababu ya yeye kumchukia ndugu yake na kumuua kabisa ndugu yake. Yeye alijihisi kama invisible kwenye nyumba. Wazazi muda wote walimuona Ada tu kwa kuwa alikuwa anafanya vizuri kwenye masomo yake, na yeye alikuwa anafeli mpaka kurudia darasa mpaka ndugu yake akamkuta. Hajawahi kuona wazazi wake wanamsifia kwa hata dakika moja. Mara zote walimletea ndugu yake zawadi, na kila alipokuwa akimletea zawadi na kila pia alipokuwa akifanya vizuri kwenye matokeo yake, wazazi walimsifia na upande wake wakaanza kumzomea na nini, tena mbele ya dada yake kabisa. Ni jambo ambalo lilijenga wivu mkubwa sana kwenye moyo wake na kuanza kumchukia dada yake. Pia akakiri kwamba yeye ndo ambaye alikuwa akiiba hela na kwenda kuteka kwenye begi la Ada, mpaka kwenye nyama kule, sio kwenye simu, mpaka kwenye simu ya Miss Juliet hapo. Yeye ndo alikuja akaiba na akaitega jumbani kwao ili Ada aje kuonekana mwizi baadaye. Pia akasimulia kwamba yeye ndo alilipa vibaka wa mtaani, wakamchukua ndugu yake, wakaenda wakamfanyia kila aina ya ukatili, mwisho wakamwangamiza kabisa dada yake. Yeye ndo aliolipa kufanya kama hivyo. Baada ya kumaliza kusimulia ile story, kila mmoja akawa analia maskini. Kuanzia Miss Juliet, mama pamoja na baba walikuwa wanalia kishenzi aisee. Wasiamini malezi mazuri walikuwa wanaonyesha upande mmoja, leo hii yamegharimu maisha ya binti yao mmoja, tena ikiwa ameondolewa na ndugu yake wa damu kabisa, ndugu wa kuzaliwa naye tumbo moja. Polisi akasema kama mnavyoona hapa, binti yenu kashakiri makosa yake, ni jukumu letu kuchukua hatua kuanzia sasa hivi. Ni kweli ndio kafanya makosa, lakini bado huyu ni mtoto mdogo. Mzee akamwambia polisi haondoke kuanzia sasa hivi, hawaachie walimalize kama familia, na dogo akabaki kumkumbatia baba yake pale. Kilio kilikuwa kwa bi mkubwa aisee. Kumpoteza mtoto sio jambo dogo, ni jambo ambalo linamuumiza kila mzazi. Baada ya muda kidogo hivi, mama akashtoka kutoka kwenye njozi mbaya huko. Sasa huwezi amini mambo yote hayo ilikuwa ni bi mkubwa anaota ndoto ya kuhusu mabinti zake. Kwanza akasimama pale asiamini kama ni ndoto, akaelekea mpaka chumbani kwa mabinti zake na akawakuta mabinti zake wamelala mufti kabisa, wana amani wala hawana tatizo
tatizo lolote lile. Akawaamsha kila mmoja wao pale kwanza kuhakikisha kama wapo hai wote, na baada ya hapo akaanza kuongea nao. Kwanza kabisa akaanza kumwomba Angel samahani. Akamwambia msamehe sana the way ambavyo alikuwa anamlea na baba yake, kumuonyesha mapenzi ya dai wakawa muonyeshi vizuri, ila akamwambia sasa kwamba walikuwa wanamaanisha vibaya. Walikuwa wanataka yeye pia ajitahidi kwenye masomo yake naye aanze kufanya vizuri kama dada yake, lakini sio kwamba walikuwa wanamchukia na kwamba eti walikuwa wanampenda sana Ada. Na kingine akamsisitizia kwamba yeye ni binti yake wa kwanza, ndio kifungua mimba chake, kwa hiyo anampenda sana tu. Haiwezekani akawa anampenda dada yake zaidi yake. Wote anawapenda equally. Maskini Angel akamkumbatia mama yake pale baada ya kusikia hayo maneno. Ni kweli ilikuwa ni ndoto ya mama, lakini mara zote waga wanaonyesha kumpenda zaidi Ada. Ni sawa ndio wanawapenda wote equally, lakini mapenzi makubwa walionyesha kwa Ada. Ndio maana Angel mara zote alikuwa anaumia moyoni. Sasa mama hii kaipata kama message na kaamua kuifanyia kazi. Baada ya pale mzee akaikumbatia familia yake kwa furaha kubwa kinoma, yani zote zile zilikuwa ni ndoto, lakini ilikuwa ni ndoto yenye ujumbe wa kweli kwa mzazi. Wapo wengi sana wanaolea watoto wao kama hivi, wasichojua ni kwamba wanawatengenezea watoto wao wivu taratibu. Mwisho baadaye ndugu wanachukiana, kupigania ardhi na kingine pia kupigania nyumba, mpaka baadaye wanaamua kuuana kabisa. Vitu vyote waga vinaanza taratibu kama hivi, lakini kama wangelelewa kwa upendo na kuonyesha upendo sawa, mambo yote hayo pengine yasingekuwa yanatokea. Bana, kama una cha zaidi cha kuchangia, ipo comment section kwa ajili yako mwanafamilia. Lakini mpaka kufikia hapo na kuwa sina la ziada kabisa kwenye hii movie inaitwa Deepest Heart. Niandikie maoni yako kwenye comment hapo. Umeonaje hii movie? Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Asante kwa wote ambao mlikuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari. Swahili TV sehemu yetu ya furaha. Asante Clay kwa kazi yako ya ajabu.